Katika historia ya bara la Afrika, hakuna jambo lililojirudia mara nyingi kama mabadiliko ya madaraka yaliyotokana na mapinduzi ya wanajeshi. Tangu enzi za uhuru mpaka karne ya sasa, majeshi na makundi ya waasi yamekuwa yakibadili sura za uongozi, wakipindua utawala dhaifu zenye udikteta au zinazoshtumiwa kwa wizi wa kura. Baadhi waliopindua serikali zao waliishia kwa madikteta wakali, lakini wengine waligeuka kwa viongozi waliobadili mifumo ya nchi zao. Makala haya yanachunguza historia ya marais waliopanda kwenye kilele cha madaraka kupitia mapinduzi pamoja na hatima zao. Pia tunaangazia safari ya rais wa Uganda, Yoweri Kaguta Museveni, kiongozi pekee ambaye hakufanya mapinduzi ya siku moja, bali alishinda vita vya msituni iliyochukua zaidi ya miaka 5. Wa kwanza ni Idi Amin Dada, rais wa Uganda. Mnamo Januari 25 mwaka 1971, wakati Rais Milton Obote akiwa kwenye mkutano wa Jumuiya ya Madola nchini Singapore, Idi Amin ambaye alikuwa mkuu wa majeshi alitangaza kuchukua madaraka. Idi Amin alichukua serikali kwa madai ya kuwa kuzuia ufisadi na hali mbaya ya kiuchumi, ingawa wachambuzi wengi wanasema kuwa alifanya hivyo kuzuia Obote asimkamate kwa ubadhirifu wa fedha za kijeshi. Hata hivyo, aling'olewa madarakani mwaka 1979 na wanajeshi wa Tanzania akishirikiana na waasi wa Uganda. Alikimbilia uhamishoni huko Saudi Arabia ambako alifariki dunia mwaka 2003. Wa pili ni Thomas Sankara, rais wa Burkina Faso. Alichukua madaraka mwaka 1983 akiwa na umri wa miaka 33 kupitia mapinduzi yaliyoungwa mkono na rafiki yake wa karibu Blaise Compaoré akimpindua Jean Baptiste. Thomas Sankara alitaka kuondoa ukoloni mamboleo, kupambana na ufisadi na kuifanya nchi yake ijidhibiti yenyewe kiuchumi, na ndiye alibadilisha nchi hiyo kutoka jina la Upper Volta kwenda Burkina Faso, akimaanisha ardhi ya watu wanyofu. Cha kuhuzunisha ni kuwa aliuawa kikatili mnamo Oktoba 15 mwaka 1987 katika mapinduzi mengine yaliyoongozwa na rafiki yake yule yule Blaise Compaoré ambaye alitawala nchi hiyo kwa miaka 27. Baada ya hapo, hapa ndo nakumbuka kuwa mtazamaji wangu, kikulacho kingoni mwako, adui yako yupo karibu yako. Kwa hivyo mchunguze sana rafiki yako, kwa sababu hujui kama atakuwa mwisho wako. Watatu ni Jerry Rawlings, rais wa Ghana. Alifanya mapinduzi ya kwanza mwaka 1979 dhidi ya Fred Akufo, kisha akakabidhi madaraka kwa serikali ya raia. Hata hivyo, alirudi tena madarakani kijeshi Disemba 31 mwaka 1981 akimpindua Rais Hilal Liman, akidai kusafisha nchi hiyo dhidi ya ufisadi uliokithiri ambao ulipelekea uchumi wa nchi hiyo ya Ghana kusambaratika vibaya sana. Tofauti na wengi, Rawlings alifanikiwa kuibadilisha Ghana kuwa nchi ya kidemokrasia. Aligombea uchaguzi wa kidemokrasia mwaka 1992 na mwaka 1999 na akashinda zote, kisha akastaafu kwa amani mwaka 2001. Alifariki mwaka 2020 akiheshimika sana kama baba wa demokrasia ya Ghana. Wanne ni Colonel Muammar Gaddafi, rais wa Libya. Mwaka 1969 akiwa na umri wa miaka 27 pekee, Gaddafi aliongoza kundi la maafisa vijana kumpindua mfalme Idris wa kwanza bila kumwaga damu, wakati mfalme huyo akiwa Uturuki kwa matibabu. Sababu ya mapinduzi alisema kuwa ni kupinga utawala wa kifalme uliodhaniwa kwa kibaraka wa mataifa magharibi na kutaifisha nchi hiyo rasilimali za mafuta. Alitawala kwa miaka 42. Hata hivyo, kwa bahati mbaya aliuawa mnamo Oktoba 20 mwaka 2011 wakati wa machafuko ya Arab Spring baada ya majeshi ya NATO kuingilia kati kusaidia waasi nchini Libya. Kifo cha Muammar Gaddafi kilizua hisia nyingi barani Afrika, wengine wakisema kuwa alifanya vizuri kuuawa na wengine wakipinga kuwa walifanya vibaya kumuua. Je, wewe mtazamaji wangu, maoni yako
Majibu ni yapi katika kifo cha Muammar Gaddafi? Je, Libya ipo kama zamani au Libya sasa imebadilika sana? Watano ni Mobutu Sese Seko Kuku Ngembu wa Zambanga, rais wa Zaire, kwa sasa inajulikana kama DRC Congo. Mobutu alifanya mapinduzi mnamo Novemba 25 mwaka 1965 akimpindua Rais Joseph Kasavubu. Hii ilikuwa mara pili kujiingiza kwenye siasa baada ya kusaidia kumwondoa na kumuua Patrice Lumumba mwaka 1960. Alitumia jeshi kudhibiti mivutano ya kisiasa kati ya Kasavubu na waziri wake mkuu, kisha akajitangaza kuwa rais kwa muda wa miaka 5, muda ambao uligeuka kwa miongo mitatu. Aligeuka kuwa mmoja wa madikteta matajiri na katili zaidi duniani. Hata hivyo, aling'olewa madarakani mwaka 1997 na waasi wakiongozwa na Laurent Desile Kabila akisaidiwa na Rwanda na Uganda. Hata hivyo, alikimbilia uhamishoni nchini Morocco ambako alikufa miezi michache baadaye. Wa sita ni Assimi Goita, rais wa sasa wa Mali. Goita ni kiongozi wa kizazi kipya cha mapinduzi. Alimpindua Rais Ibrahim Boubacar Keita mnamo Agosti mwaka 2020. Mwaka mmoja baadaye alifanya mapinduzi ndani ya mapinduzi akimpindua rais wa mpito Ba Ndao. Aliongoza kundi la makoloni kuzuia maandamano ya raia kwa kuwakamata viongozi wa kiraia na kujitangaza kuwa mkuu wa nchi kwa madai ya kulinda usalama wa taifa dhidi ya magaidi. Hadi sasa bado yupo madarakani kama rais wa mpito. Amejipatia umaarufu mkubwa kwa kuiondoa Ufaransa nchini mwake na kuleta ushirikiano wa kijeshi pamoja na Urusi. Wa saba ni Captain Ibrahim Traore, rais wa Burkina Faso. Septemba 30 mwaka 2022, kapteni huyu kijana alimpindua Kanali Paul Henri Sandaogo Damiba ambaye naye alikuwa amempindua Rais Roch Kabore miezi 8 tu kabla. Alitumia kutoridhika kwa wanajeshi wa vyeo vya chini kuhusu usalama duni. Alivamia vituo vya redio na televisheni na kutangaza kuwa Damiba ameshindwa kudhibiti vikundi vya kigaidi. Kwa sasa ndiye rais wa Burkina Faso na anajulikana kwa hotuba zake za kijadi, yani Pan-Africanism, zinazofanana na za Thomas Sankara, akihamasisha vijana kulinda nchi yao bila kutegemea mataifa ya magharibi. Wa mwisho ni Yoweri Kaguta Museveni. Tofauti na wengine, Museveni hakufanya mapinduzi ya siku moja. Aliongoza vita vya msituni vya miaka 5 kuanzia mwaka 1981 hadi mwaka 1986. Alimpindua Tito Okello mnamo Januari mwaka 1986 baada ya majeshi yake ya NRA, yani National Resistance Army, kuteka mji wa Kampala. Kabla ya hapo alikuwa amepigana pia dhidi ya Idi Amin na Milton Obote. Museveni aliingia na kauli mbiu ya mabadiliko ya msingi, yani fundamental change, lakini amebaki madarakani karibu miaka 40. Hata hivyo, amefanikiwa kuleta utulivu nchini Uganda, lakini wakosoaji wanamtuhumu kwa kutumia jeshi lile lililomleta madarakani kudhibiti wapinzani kama vile Bobi Wine na Kizza Besigye. Historia ya Afrika imejaa viongozi waliopanda madarakani kwa njia za mapinduzi. Baadhi yao waligeuka kwa madikteta wakatili kama vile Mobutu Sese Seko Kuku Ngembu wa Zambanga, waliotumia nguvu, vitisho na mauaji ili kudhibiti taifa. Wengine kama vile Thomas Sankara na Jerry Rawlings walitumia mapinduzi kama njia ya kusafisha mfumo, kupambana na ufisadi na kuanzisha utawala unaojali maslahi ya wananchi. Makala haya yanatukumbusha kuwa mapinduzi bila misingi ya maadili na uongozi bora huzaa mateso, lakini mapinduzi yenye misingi ya uwajibikaji na maono mazuri hupanda mbegu za mabadiliko chanya.
Somo la kujifunza: jamii ya sasa ya Afrika, hasa vijana katika nchi kama vile Mali, Niger, Burkina Faso ambao wameshangilia mapinduzi ya hivi karibuni, lazima wajifunze kuwa jeshi linaweza kuondoa dikteta, lakini si mara zote huleta demokrasia. Historia inatufundisha kuwa taasisi imara, utawala wa sheria na sanduku la kura lililo huru ndivyo vyombo pekee vya kudumu vya kuleta maendeleo, kwani yule anaingia kwa bunduki mara nyingi huondolewa kwa bunduki vile vile. Na hayo ndiyo makala ya marais wa Afrika walioingia madarakani kwa kupitia njia ya mapinduzi. Wengine walibadilika kuwa wazuri na wengine walibadilika kuwa wabaya. Hayo yote mtazamaji wangu, na kuomba ni kuachie utafakari mwenyewe, na kuomba uniandikie maoni yako katika comment section. Hata hivyo, kama ukitaka kutusapoti, namba yetu ya M-Pesa tumeandika kwenye description hapo chini. Na jina langu ni Kamanda Nicholas Mwita. Niwatakieni wakati mwema hadi wakati mwingine. Bye.